Hamjambo na karibuni sana kwa makala ya leo ya kusoma ufupisho makini wa katekisimu ya Kanisa Katoliki, ama ukitaka kwa Kiingereza Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Jina langu ni mama wa kwamba mimi ni Mkristo Mkatoliki mbatizwa mwenzako anayependa kuijadili na kuishiriki imani yake, kwamba mimi si kasisi, mimi si mwanatheolojia. Na kwa maelezo zaidi ya katekisimu, kama kawaida tunaombwa kufika kwenye parokia zetu ili tupate elimu kamili kutoka wale ambao wanaisimamia parokia, ikiwa inaongozwa na paroko. Tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, jaza mioyo ya waumini wako na uwawashie moto wa upendo wako. Mtume Roho wako na wataumbwa upya na utaugeuza uso wa ulimwengu. Tuombe. Mungu unayeelimisha mioyo ya waumini wako kwa mwanga wa Roho Mtakatifu, tujalie kuwa kwa huyo Roho Mtakatifu tujazwe daima na hekima ya kweli, na tujaliwe furaha ya faraja zake. Kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amina. Mtakatifu Paulo utuombee. Mtakatifu Gabrieli utuombee. Bikira Maria tumaini letu, mjakazi wa Bwana, utuombee. Naam, asante kwa kuendelea kuwa nami kwa wakati huu. Tuzingatie maswali ya leo matatu, na ningependa leo kusema kwamba nimeamua kuongeza sehemu fupi, kwamba tutazingatia katekisimu, lakini baadaye nitatoa wosia ama maoni ama mafundisho mafupi kwa akina mama wenzangu. Tuanze kwa maswali ya leo. Tunaendelea na swali la 15. Kwa yule ambaye ana nakala yake, tunaangalia swali la 15. Kwa hiyo tutaangalia swali la 15, tutaangazia swali la 13, swali la 14 na swali la 15. Swali la 13. Mapokeo ya mitume yanafanyika vipi? Swali la 14. Kuna uhusiano gani kati ya mapokeo na maandiko matakatifu? Swali la 15. Nani amekabidhiwa amana ya imani? Kwa hiyo tuangalie swali la 13. Mapokeo ya mitume yanafanyika vipi? Unakumbuka juma lililopita tuliangalia kwamba kuna mapokeo ya mitume, na tunasema hayo ndio matendo, maandiko ambayo mitume walioishi na Kristu mwenyewe waliendeleza katika siku zao. Kwa hiyo mambo ambayo mitume walifanya, kwa mfano mdogo sana, kuwawekelea wengine mikono ili wapate kipaimara ama wapate sakramenti ya daraja takatifu. Hilo ni tendo ambalo mitume walifanya na linaendelea hadi wakati huu. Kwa hiyo hayo ndio mapokeo ya mitume, ama tukisema kwa Kiingereza apostolic tradition. Mapokeo ya mitume yanafanyika kwa njia mbili: kwa uendelezaji hai wa neno la Mungu au yanayoitwa kwa kawaida mapokeo, na kwa maandiko matakatifu ambayo ni utangazaji huo wa wokovu na njia ya maandishi. Kwa hiyo matendo ama mapokeo ya mitume yamo katika sehemu hizo mbili. Sehemu ya kwanza, je, mitume walifanya nini hasa? Tuchukue mfano mwingine. Mitume walipokutana, walipokusanya tuseme jumuiya ya Wakristu, waliendelea na hali ya kusoma maandiko matakatifu, alafu kuumega mkate na kuendeleza na kujaribu kuelewa, je, jamii ya Wakristu wanahitaji nini? Ndio katika kitabu cha Matendo ya Mitume utapata wanaangazia nani ataendelea na kazi ya kueneza neno la Mungu, nani ataendelea na kazi ya kuwasaidia maskini kwa mfano. Kwa hiyo tunaangalia mitume walifanya nini, na tunajaribu kufanya yale ambayo mitume walifanya. Na jambo la pili ndio hilo, kwamba kwa maandiko matakatifu
waliendelea na kuitoa ama kutoa ushauri, kutoa mafundisho ambayo Kristu aliwaachia. Kwa hiyo hatuwezi sema kwamba mapokeo ya mitume ni mambo mawili tofauti. Ni jambo moja, kwamba kuna maandiko matakatifu waliandika nini, tuseme mtume Paulo aliandika nini, injili imeandikwa nini, lakini mbali na yale ambayo yaliandikwa maandiko matakatifu, mitume walifanya nini? Ni jambo muhimu sana kwetu sisi Wakristo wa Katoliki. Swali la 14, kuna uhusiano gani kati ya mapokeo na maandiko matakatifu? Kwa hiyo unaangalia kwamba swali hili la 14 linaendelea kutoa maelezo kuhusu swali la 13. Tuangalie jibu. Mapokeo na maandiko matakatifu yanafungamana na kushikamana kabisa. Kila moja lina nguvu ya kuleta na kuzaa fumbo la Kristo ndani ya kanisa. Yanatokana na chemchemi ile ile ya kimungu na yanaunda amana takatifu moja tu ya imani, ambamo kanisa linachota hakika yake kuhusu kweli zote zinazofunuliwa. Kwa hiyo utapata wakati mwingine unaambiwa Mkatoliki, niambie jambo hilo liko wapi kwenye maandiko matakatifu? Na jibu letu kwa kawaida tunasema kwamba ndio, tunaheshimu, tunaenzi Injili, tunaenzi Biblia, tunaenzi neno la Mungu, na usije ukadanganywa kwamba hatuutilii neno la Mungu maanani. Nikupe mfano mfupi. Kwenye adhimisho la misa utapata wakati wa kuisoma Injili, tunaipatia Injili heshima kabisa. Tuna mishumaa inayowashwa karibu na Injili. Wakati mwingine, wakati wa maadhimisho ya misa ya Jumapili, utapata hata Injili inafukiwa ubani. Utapata Injili imewekwa kwenye kitabu maridadi kuonyesha kwamba tunaienzi Injili. Isitoshe, tunasimama wakati wa kuisoma Injili takatifu. Kwa hiyo tunaposema kwamba sisi hatuzingatii maandiko peke yake, tunamaanisha kwamba sisi sio waumini wanaozingatia kitabu pekee. Hatusemi kwamba we are not, kwa Kiingereza tunasema we are not followers of the book only. Sisi tunajua kwamba maandiko matakatifu ni uhusiano na Kristu ambaye anaishi, ni uhusiano na Kristu ambaye aliwaachia mitume maandiko yake, mafundisho yake kunradhi. Kwa hiyo yale ambayo mitume walitenda, yale ambayo mitume walifundisha, tunayapatia uzito ule ule tunaoyapatia maandiko matakatifu. Kwa hiyo tuwe na huo uhakika kwamba tunachota imani yetu kutoka maandiko matakatifu, na tunachota imani yetu kutoka na mitume ambao walituachia imani, waliofundishwa na Kristu mwenyewe. Kwa hiyo sisi hatusimami katika msingi wa neno tu lililoandikwa. Neno lililoandikwa ni muhimu zaidi, lakini pia tunasimama kwa msingi wa wale ambao waliishi na Kristu mwenyewe. Tuelewe tafadhali. Swali la 15, nani amekabidhiwa amana ya imani? Kwa hiyo ukiuliza amana ya imani ni nini, unaweza sema ni ile akiba ama ile rasilimali ambayo mitume wametuachia. Mitume wametuachia nini? Wametuachia matendo yao, wametuachia maandiko yao. Kwa hiyo pamoja ndio amana. Lakini mitume na maandiko wanatufundisha nini? Wanatufundisha, wanatukabidhi, wanatupatia Kristu mwenyewe, na neema za Kristu hazina mwisho. Kwa hiyo amana ya kanisa kweli, nisiwe nadanganya ikiwa kuna yule ambaye, bila shaka kuna yule ambaye amesoma mambo haya kuliko huyu mama wa katekesi. Amana hiyo kweli, tunachota neema ya Kristu iliyotoka msalabani ambayo haina mwisho. Kwa hiyo tukisema kwa ufupi, amana ambayo imekabidhiwa kanisa ni amana ya Kristu mwenyewe. Inaonekana vipi? Kulingana na yale ambayo mitume walifundisha na kulingana na maandiko matakatifu. Tuangalie basi jibu la hilo swali. Nirudie, nani amekabidhiwa amana ya imani? Amana ya imani imekabidhiwa na mitume kwa kanisa zima, kwa hisia ya imani ipitayo maumbile.
Taifa lote la Mungu likitegemezwa na Roho Mtakatifu na kuongozwa na ualimu wa kanisa, linapokea ufunuo wa Mungu, linazidi kuuelewa na kuutekeleza kimaisha. Kwa hiyo tunasema kwamba amana hii imewekwa katika kanisa zima, lakini tunajua kweli maaskofu na Baba Mtakatifu ndio wanaokuwa na lile jukumu ama ile kazi ya ualimu wa kanisa. Kwa hiyo tunaweza sema kama sisi Wakristo wa Katoliki tuna mambo hayo matatu. Tuna mapokeo ya mitume, tuna maandiko matakatifu na tuna ualimu wa kanisa. Kwa hiyo tukiwa na hayo matatu, katu Roho Mtakatifu hatatuacha. Roho Mtakatifu anatuzungumzia, anatufikia kwa njia ya hayo matatu. Haya, hiyo ndio sehemu ya kwanza. Natumai kwamba tunaendelea kujaribu kufahamu. Ikiwa una swali, naomba uliandike hapa chini, alafu tutaendelea kujibu swali ambalo unaweza kuwa umeuliza. Leo ninataka kuleta sehemu ya pili kwa ufupi sana. Na sehemu hii ya pili ninauliza swali tu ambalo ninaliona kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika, na ninaona sana sana tuseme akina dada, akina mama wanauliza hili swali sana. Je, jukumu la kuwa mama mlezi ni mzigo mgumu? Ni mzigo ambao hatuwezi kuubeba? Ninapata kwamba swali hili linaulizwa kwa njia tofauti tofauti. Wengine wanasema kuwa mama mlezi, kuwa mama ni jambo ambalo linakutenga wewe kama mwanamke, hauwezi endelea tuseme kibiashara ama katika kazi yako, tunaita kwa Kiingereza career. Inakuwa kwamba wengine wanaambiwa ukijaribu kuwa unalea watoto, we ni mke nyumbani ama unapenda tu hiyo kazi ya ulezi, basi hapo kuna kasoro. Nimepata kwamba kuna watu wanaandika maneno ambayo yananipatia hisia hizo, na nikasema pengine leo nikupe tu moyo kwamba Mungu ametuumba sisi akina mama ama sisi wanawake na akatupatia huo uwezo wa kulea, na sio uwezo wa kulea watoto wetu pekee. Tuna huo uwezo wa kulea jamii. Lakini tukiwa unaangalia tu unaona leo nimechoka, sitaki kuona mambo ya mtoto wangu. Tuseme ni mtoto wa umri fulani, unajua kuna huu umri wa teenage wanasumbua sana, ama mtoto mchanga anachukua wakati mwingi, wananililia nini na nini. Ukiangalia hivyo kweli utapata uso wako utapata hauna furaha, umechoka. Lakini ukiangalia kweli huu ni wito, hii ni zawadi. Wengine wetu wanajaribu sana kuomba wapate zawadi ya kuwa na mtoto, na pengine Mungu anakuwa na mipango mingine awapatie zawadi hiyo. Ukipata kwamba hili ni jukumu ambalo Mungu Baba anatupatia, ni kama anatuambia na kuamini, wewe mwanangu, wewe binti wangu, na kupatia hii kazi ya kulea. Utapata kwamba unapata tabasamu, hata unatembea pengine kwa nguvu, kwa sababu unapata kwamba si wewe mwenyewe unayejipatia nguvu za kulea kizazi ama kulea vizazi vijavyo. Kwa hiyo ninataka nikupatie motisha sana, nikupatie nguvu, nikwambie kwamba kazi ya kuwa mama mlezi ni kazi ambayo, ama tuseme ni wajibu ambao Mungu Baba anatupatia sisi akina mama, na ametupatia ule uwezo, ameweka ndani yetu ile huruma. Wakati mwingine utapata hata ni tendo la huruma la kulea. Kwa hiyo tujipe moyo, tusikate tamaa. Hata ukipata watu wengine wanakuambia usiwe unatembea kila mahali ukionekana wewe ni mama tu, kuna kazi zingine. Ndio, kuna kazi zingine, kuna majukumu mengine ambayo tunaweza kuyafanya, lakini jukumu ambalo ni muhimu, kama we ni mama mzazi kweli, tumepatiwa hilo jukumu njema. Unaweza hata kusema ni msalaba mwepesi wa kulea vizazi vijavyo. Kwa hiyo tuchukue kwa huruma, tuchukue kwa furaha, tuchukue kwa upendo. Na ukipata kwamba unakuwa mgumu, sisemi kwamba ni rahisi. Wakati mwingine kweli unaangalia na unaona kulea watoto
kuwakuza hadi wawe watu wazima ni kazi, ni wajibu mgumu. Kwa hiyo tunafika kwenye mama yetu Bikira Maria, tunamuomba atupatie nguvu, tunamuomba Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu watupatie nguvu ili tujivunie kazi ya kuwa mama mzazi. Ni kazi ngumu, ni kazi ya huruma, lakini si mzigo usio na maana. Tuseme ni msalaba wenye baraka nyingi. Kwa hiyo tujipe moyo, tuombe hiyo nguvu, tukubali huu wito wa Mungu wa kulea na kukuza vizazi vijavyo. Tuwe kweli wenye huruma, tuwe kweli wenye subira, tuwe kweli wenye subira, wenye usikivu, tunawasikiliza watoto wetu, na pia nitumie neno wakali, kwamba ukiona mtoto, tunasema kwa Kiswahili, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Tusiogope katu kuwakosoa watoto wetu, tusiogope kwa sababu tuna huo, tuseme tuna hiyo ruhusa, tuna hiyo authority ya kuwakosoa. Kwa hiyo nimesema kwa leo niseme jambo hilo, nikifikiria lingine wiki ijayo nitaendelea kukujulisha. Na leo ikiwemo ni tarehe najaribu kukumbuka leo ni tarehe ngapi, 4. Leo ni tarehe 7 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Leo ninaomba ukiwa msikilizaji unitie mimi na utie jamii yangu yote kwenye sala, kwa kuwa tumempoteza baba yetu mzazi. Kwa hiyo tunaendelea kuomboleza, tunaendelea kupanga, na nikaona ninaweza weka kwenye video hii ili katika miaka ijayo niweze kukumbuka. Kwa hiyo tukumbuke pia katika siku hizi zetu za huzuni, lakini nikasema nisikose kukuletea ujumbe huu wangu mfupi. Basi tukamilishe kwa sala fupi. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. Tumsifu na tumshukuru sasa na siku zote sakramenti takatifu ya Mungu mwenyewe. Tumsifu Bikira Maria, mama wa Mungu aliyekingiwa dhambi ya asili. Moyo mtakatifu wa Kristu, utuhurumie. Bikira Maria, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nikushukuru sana na kwa heri ya kuonana.